Na habari za wakati huu, mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, karibu katika kipindi maalum, kipindi cha Ijue Mahakama, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kufahamu masuala mbalimbali yanayohusiana na sheria pamoja na masuala yanayohusiana na swala zima la mahakama. Mimi ni Ali Mwita, nikukaribisha tuwe pamoja hapa, nikukumbusha na nafasi ya kushirikiana nasi kwa kupitia nambari yetu ambayo inapita chini ya televisheni hapo, ambayo ni 0715801264. Tutumie hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi kulingana na mada ambayo pia inapita hapo kwenye televisheni yako. Leo tutazungumzia kuhusiana na mfumo wa ufunguaji wa mashauri kwa njia ya kielektroniki, ambapo nipo na wageni wangu, nipo na Mheshimiwa Saidi Hemed Khalifa ambaye ni hakimu wa mkoa, lakini pia ni kutoka kitengo cha usimamizi wa mashauri, lakini kadhalika nipo na Mheshimiwa Hemed Saleh Ali ambaye ni kadhi wa wilaya. Karibuni sana. Habari za majukumu? Tunazungumzia mfumo wa ufunguaji wa mashauri kwa njia ya kielektroniki, lakini awali tungependa tufahamu hasa mfumo huu ni mfumo gani, kwa kuanza kwako Mheshimiwa Saidi. Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia huu mfumo wa mashauri mahakamani, ina maana huu ni mfumo ambao unasimamia mashauri mahakamani. Tunapozungumzia usimamizi wa mashauri mahakamani, hii ina maana kuwa ni pale katika hatua ya ufunguaji mpaka hatua ya usimamizi. Lakini pia vile vile, ndugu mtangazaji na wananchi ambao wanatusikiliza katika kipindi hichi, mfumo huu umeweza kukava, mfumo huu utajumuisha mahakama zote. Hii ina maana kuwa mahakama ya kadhi pamoja na mahakama ya kawaida katika ngazi zote. Sawa. Pengine Mheshimiwa Hemed, ungetusaidia kutuambia lengo hasa la kuanzishwa kwa mfumo huu. Tumebaini kuna nini katika mifumo yetu awali, tukaona sasa tuingie kwenye mfumo huu wa kielektroniki. Asante sana ndugu mtangazaji. Lengo la kuanzishwa kwa mfumo huu ambao jina lake unatambulika kama ni Electronic Case Management System. Kwa Kiswahili tunasema mfumo wa usimamizi mashauri mahakamani. Na kama alivyotangulia mwenzangu kuzungumza kwamba mfumo huu utakuwa ndio wenye kusimamia mashauri yanayofika mahakamani katika hatua zake zote, kuanzia ufunguaji mpaka kufika kwenye hatua ya kutolewa maamuzi. Yote yatapita kwenye mfumo huu. Kwa hiyo ndio unaosimamia ile process yote. Na kwa muktadha huo utaona wazi kwamba kumbe sasa mahakama inahama kutoka katika ile system iliyokuwa ikitumika kabla, mfumo wa manual, kwa kutumia makaratasi pamoja na kalamu. Sasa tunakwenda katika njia za kielektroniki, ambao ndio huu unaonekana, na nadhani mtazamaji anaona kile ambacho tunakiongelea. Kwa hiyo lengo la kuanzisha mfumo huu kwanza ni kwenda sambamba na mabadiliko ya dunia. Nadhani utaungana na mimi ndugu mtangazaji, hata ZBC kwa sasa ipo kidijitali, ndio imehama kule ilipokuwepo mwanzo. Kwa hiyo na ni mpango wa serikali, serikali mtandao, kwamba huduma zote za kiserikali katika sekta zake zote na idara zake zote ziwe zinapatikana kwa njia ya mtandao. Kwanza ni kuitikia. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuitikia wito wa mabadiliko ya kidunia katika dijitali, lakini pia kutekeleza agizo na matakwa ya serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kuwa na serikali mtandao katika sekta zake na idara zake zote, ambapo mahakama ni mhimili katika ile mihimili mitatu mikuu ya serikali. Sasa ikiwa kuna sekta nyingine zimeanza, halafu kuna sekta kuu kama hii ya muhimili bado haijaanza, manake itakuwa tuko nyuma sana.
Lakini jambo jingine, malengo yako mengi, naweza pengine baadhi nikayawacha akakamilisha mwenzangu Mheshimiwa Saidi. Lakini miongoni mwa malengo vile vile, tukiachilia mbali hayo, ni kurahisisha zile huduma za kimahakama. Sasa hivi ili uweze kufungua kesi, shauri lako mahakamani lolote lile, iwe ni shauri lenyewe au zile applications, maombi ambayo yanasikilizwa katika mahakama zozote zile, mfumo huu umehusisha mahakama zote, kama tulivyosema, mahakama za kawaida ordinary courts pamoja na mahakama za kadhi's court, zote zimo ndani ya mfumo huu. Ukitaka kufungua shauri unalazimika kufika mahakamani. Kwa hiyo una take time, unatumia muda kutoka nyumbani, usafiri, unatoka ulipo, unafuata mahakamani kwenda kufungua shauri. Utakapoanza kutumika mfumo huu, utalazimika kuja mahakamani kwa ajili ya kuanza tu kusikilizwa shauri. Lakini zile hatua za awali za ufunguaji wa shauri, kuleta shauri lako mahakamani, unaweza ukazifanya ukiwa popote duniani. Uwe nyumbani, uwe ofisini, uwe kwenye gari, uwe barabarani, uwe ndani ya Zanzibar, uwe nje ya Zanzibar. Utaweza kufungua shauri lako na kuliwasilisha mahakamani. Muhimu uwe na vile vielelezo au zile document ambazo zinatakiwa, ambazo nazo pia utaziwasilisha kupitia kwenye mfumo huu kwa njia ya kielektroniki. Kwa hiyo kwanza ni kuondosha usumbufu kwa watumiaji wote, watumiaji wa nje, external users, ambao inawahusisha wananchi, wadau mbalimbali wa sheria, mawakili na mavakili, lakini pia na wadau wa ndani, watumiaji wa ndani ambao ni majaji, mahakimu, makadhi. Kuna ule urahisishaji, lakini pia tutakuwa mfumo huu unalenga kulinda na kuhifadhi rasilimali kuna muhimu kabisa katika maisha ya mwanadamu, ambayo ni wakati. Wakati sasa hautochezewa. Tutakapokuja kuendelea huko mbele, tutaona utofauti wa namna mwananchi alivyokuwa akifika mahakamani. Wito wa mahakama ulikuwa unatoka saa 2:30 unaitwa mahakamani. Hata kama shauri lako linasikilizwa saa 8, mahakama itakutaka ufike saa 2:30. Utakaa muda wote huu mahakamani, pengine una pirika zako za kimaisha. Mfumo huu unakuja kuvunja hilo. Kwa utafika mahakamani katika ule wakati ambao shauri lako linataka kusikilizwa. Kwa hiyo kwanza tutakuwa tumehifadhi wakati. Pili jingine, utaipunguzia mzigo wa gharama mahakama na serikali kwa ujumla. Mahakama ya gharama za makaratasi na kalamu, maprinters. Maanake tukisema karatasi hatuiangalii ile pepa tu, karatasi na vile visaidizi ambavyo vinaifanya karatasi iweze kutumika, ambazo zitengezo kalamu, printers na mambo mengine. Haya yote yatakuwa yamekatika. Mambo yote yatakuwa nakwenda kwa njia ya software kupitia kwenye mfumo. Lakini lengo jingine katika malengo ya kuhama kutoka katika njia ya manual kwenda katika mahakama mtandao ni kurahisisha utolewaji wa haki. Utolewaji wa haki utakuwa ni rahisi, lakini kwa njia ya uwazi zaidi. Lakini jambo jingine, kabla tuende kwenye jambo jingine, samahani Mheshimiwa Ahmed, unaposema kwa njia ya uwazi zaidi kupitia mtandao, tunakusudia vipi? Tukisema kwa njia wazi, hii inahusisha vitu vingi sana. Inahusisha vitu vingi sana. Uwazi, sasa hivi mwananchi akisha kufungua shauri, akitaka kujua mwenendo wa shauri lake, inabidi afike mahakamani kuuliza, shauri limepangwa kwa nani? Lipo kwa mheshimiwa nani? Kesho kikao kijacho tarehe ngapi? Sasa hivi habari zote atakuwa nazipata, ziko wazi. Orders, amri zile zinazotolewa na mahakama zote ataweza kuzipata immediately katika akaunti yake kupitia kwenye mfumo pale pale, na katika ile format ya kimahakama halisi. Notifications, taarifa zile mbalimbali zitakuwa zinakuja kwa mteja, mwananchi mwenye shauri, mwenye kesi kupitia simu yake kiganjani. Akisha kufungua tu shauri lake mahakamani, likiingia tu mahakamani atapokea message kwenye simu yake kwamba shauri lako limepokelewa. Likienda kila hatua ambayo lile shauri litakuwa linakwenda, taarifa zile zitakwenda
katika nambari yake ya simu ambayo atakuwa ameiingiza katika mfumo. Kwa hiyo huu uwazi. Lakini huko mbele tunapokwenda katika maboresho, mwananchi yoyote si kupitia katika mfumo huu, maboresho yatakayofuata kutakuwa kuna kiunganishi cha kielektroniki baina ya mfumo na mwananchi ambacho kitamwezesha kujua mashauri yaliyokuwepo mbele ya mheshimiwa fulani mahakamani kwa wiki nzima. Kwa hiyo tunaona kwamba vitu vimekuwa wazi, hakuna tena ule usiri. Kwa hiyo hili ni moja katika mafanikio na malengo makuu ya kuhama kutoka katika ile njia ya manual na kwenda katika kielektroniki. Lakini tunajua binadamu hapa katikati, unapoamiliana mtu na mtu, kuna vitu vinatokea, aidha vinajulikana au havijulikani. Napofika mimi ofisini kutaka huduma, nikikutana na mtu, kunaweza kukatokea chochote, urasimu, ucheleweshwaji wa makusudi, kwa sababu zozote ambazo yule muhusika atakuwa nazo. Hili kwa kuwa sasa utakuwa unawasilisha kwenye mfumo, hakutokuwa na mtu katikati. Kwa hiyo shauri lako moja kwa moja linakwenda zake mahakamani bila kupitia kwa yeyote, na linapokewa kimfumo na kuendelea na hatua nyingine zozote. Kwa hakutokuwa na shaka ya kukwama chochote. Kama kulikuwa kuna shaka labda ya kuingiza chochote, maswala ya rushwa hayapo mahakamani, kwa sababu mahakama ndiyo inayopambana na kuua mambo hayo. Lakini kwa kuwa tunakwenda kwenye mfumo, manake tutakuwa tumeboresha zaidi eneo hilo, na sasa litakuwa limezidi kufifia na kutokomea kabisa katika zile hatua zote za uwasilishaji wa shauri mahakamani, kuanzia mwanzo hadi kufikia katika maamuzi.